Leo tutakuwa na somo kwa dakika chache. Shall have a short reading. Linaitwa alama. Alama. Somo lina kichwa cha habari. Our readings today. Kinaitwa alama. Signs ya mwanzo mpya. Of a new beginning. Alama. Signs ya mwanzo of a new mpya. Beginning. Alama. The signs ya mwanzo of the beginning mpya. Of a new beginning. The signs of a new beginning. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Tulitoka mwezi wa 9. We are from September. Niliongelea mengi. We talked a lot. Nikawafundisha mengi. We taught you a lot. Nikawajuza mengi. And I told you a lot. Tukaomba sana. And we prayed a lot. Niliwaeleza kwa habari ya mwezi wa 9. I told you about kwamba ni namba. The 9 month is a number. Inayowakilisha that represents mwisho wa mzunguko. The end of the circulation wa dunia. Of the world. Namba 9. The number 9. Ni namba. It's a number. Inayokamilisha. That completes. Mzunguko. The circulation. Wa dunia. Of the world. Kwa watu ambao wako rohoni. For people who are in the spirit. Na kwa watu wanaojua. And for those who know. Wanafahamu hicho kitu. They know this thing. Ilo kila mwilini tu. But if you are in the body form. Ni ngumu sana kujua. It's hard for you to know. Ndio maana nilikwambia omba sana mwezi wa 9. That's why we told you to pray a lot. Kabla ya kuingia mwezi wa 10. Before going to October. Leo tumeingia mwezi wa 10. Today we are on October. Haikuwa kazi nyepesi. It was not easy. Kila kinachoishi. Everything that lives. Kimepangwa. It's planned. Kina ratiba. It has a program. Kipo kwenye mfumo. It's in the system. Kinaishi kwenye utaratibu. It lives. Kwenye ufalme wa Mungu. In the God's kingdom. Na kwenye ufalme wa Shetani. And the Satan's kingdom. Ulishajiuliza? Have you ever asked yourself? Kwa nini ikiwa 9? Why is it 9? Inakuwa saa 3. And it doesn't. Kwa nini ikiwa 10? When it's 10. Inakuwa saa 4. It's 10. Kwa nini ikiwa 4? When it's 4. Inakuwa saa 10. It's 10. Mifumo ya dunia, the world system, usipoijua kiroho, if you don't know it in the realm of the spirit, ni ngumu sana kuvuka, it's hard for you to cross over, ni ngumu sana kufanikiwa, it's hard for you to succeed, ni ngumu sana kushinda. It's hard for you to kwa nini 7 iwe 1? Why is 7 1? Kwa nini 7 isiwe 7? Why is it 7 not 7? Ukiishi bila kujiuliza, if you live without asking, kuna mahali huwezi kuingia, there is where you will not enter, kuna mahali huwezi kufika, there is somewhere that will not go, kuna aina ya baraka huwezi kuzipokea, and there are some kinds of blessing that will not see. Ni rahisi kuanza, it's easier for you to start, ni ngumu sana kumalizia. It's hard for you to finish up. Ni rahisi kila mmoja kufanikiwa, it's easier for everyone to be successful, ni ngumu sana kila mmoja kuishi kwenye baraka zake. It's hard for everyone to live on those blessings. Usipojua mahesabu ya dunia, if you don't know the numbers of the world, kanuni za dunia, and the rules of the world, mifumo ya dunia, and the system of the world, njia za dunia, and the ways of the world, uumbaji wa dunia, and the creation of the world, ni ngumu sana kufanikiwa. It's hard for you to be successful. Maandiko yanasema, the Bible says, ufalme wa Mungu, the kingdom of God, utekwa na watu is taken wenye nguvu. by people with power. Biblia inapongelea nguvu, when it talks about the inaongelea power, ufahamu, it talks about the knowledge, inaongelea maarifa, it talks about na your sio understanding, nguvu and not the power za kula chakula, of eating food, kubeba vyuma, to carry things, metals. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila aliyeshinda, whoever is a victor, kuna namna anavyojua, there is a way that he knows, katika nguvu za kiroho. in the realm of the spirit. Usipokuwa na nguvu za if you kiroho don't have that power of the spirit, zenye kutambua hatima yako, what knows about your destiny, unaweza ukaishi kama watu you wengine. can live like other people, Ni ngumu sana kufika kwenye but malengo, it's hard for you to go to your ni ngumu sana destiny. kufika kwenye hatima. It's hard for you to go to your destiny. Unaweza ukaanza na vitu, You can start with things, lakini usimalize na vitu. but you cannot end up Unaweza with things. ukaanza na nguvu, You can start with power, ukashindwa kumaliza na nguvu. and you cannot end with that strength. Mifumo The systems, imesetiwa it's set kwenye majira, on time, nyakati and na namba. the numbers too. Mifumo The system, imesetiwa it's set, kwenye majira it's on time, na nyakati the hours, na namba. and the numbers too. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaposikia neno mwezi wa 10, When you hear the word October, neno mwezi wa 10, the word the 10th month, maana yake ni nguvu ya mwanzo mpya. it means the strength of the new beginning. Ni nguvu ya mwanzo Mpya. Kwa unapoingia mwezi wa 10 upasi kuingia kizembe. When you go to the 10th month, you should not. Kule ndiko zilipo nguvu za kuanza ili ukamilishe mwaka kwa ajili ya maisha yako. For you to complete the end of this year.
Kwenye namba 10 ndiko iliko nguvu ya kuanza In number 10, that is where the strength of starting kuyatengeneza is. yaliyosalia miezi iliyopita To start whatever ili is yaweze remaining in this kutimizwa year, mwezi so wa that it may 10. succeed in the 12th month. Ndio maana tunasema tuna miezi sasa imebakia 3 mbele yetu. That's why we are saying that it's just remaining only Tukijumlisha 3 na mwezi huu months, tulionao. combining the month that we have right Lakini now. katika mwezi huu But in this month, lazima ujue unataka nini, you must know what you unahitaji want, mtu wa aina gani, what the kind of person you need, unahitaji akili ipi, and what kind of mind do ndipo you need. utakapoweza kuishi. That's when you'll be able to Lakini live. lazima uweze kujua But you must know, kwenye Biblia in the Bible, maandiko yanasema the Bible says, hapo mwanzo in the beginning, alikuwepo neno, there was naye word, neno and the word, alikuwako kwa Mungu. it was in God. Anasema na vyote And vilivyofanyika whatever that was made, vilifanyika kwa huyo. it was made in him. Hakutajwa jina, They didn't anaitwa mention his neno. name. They said it's Neno just maana word. yake nini? The word meaning, Ni mwezi wa 10. it's a month of Mungu wa October. mwezi wa 9 The God of huwezi September, kumwona akifanya kazi mwezi wa you 10. not see him working in the month of Haisha October. ama. Maandiko They are shifted. yanasema The Bible says, Mungu wetu ni mpya our God is new in asubuhi, the morning, mchana afternoon, na and in jioni. the evening too. Hasara za mwezi wa 9, The losses of the last month of mapito October, mabaya ya mwezi wa 9 the suffering that we had last month, ukiyaleta kutafasiri mwezi wa 10 if you bring it on October, umeshachelewa. you will fail. Jana yako Your yesterday, isitafasiri kesho yako it cannot speak about your au tomorrow leo yako. or your today. Namba 10 Number 10, au mwezi wa on 10 the 10th ni month, namba ya mwanzo mpya. it's the number of a new beginning. Usipojua namna ya kuseti maombi ya aina If you fulani, don't know how to set it, some kind of prayer, tunapoongelea nguvu ya mwanzo mpya, when you talk about the new si beginning, kwamba unarudi we Januari, are not talking about January. bali ni kusimama imara kumkumbusha Mungu It's to stand still and namna ya find God, kutengeneza ili umalize kwa how to ushindi. make and finish up Na mimi victorious. ninakuombea nguvu mpya ingie ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu ya kuanza na kufanikiwa iwe ndani yako kwa jina la Yesu. Nguvu ya kutimiza malengo iwe ndani yako mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Nguvu ya kutimiza kusudi iwe ndani yako mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Nguvu ya kufanikisha ndoto yako iwe mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Yaliyoshindikana mwezi wa 10 ukayaweza kwa jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya kufanikisha ndoto yako kwa jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya kutimiza malengo kwa jina la Yesu. Mungu akupe nguvu ya kutimiza kusudi kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mazuri na vigeregere. Hayo makofi yatosha, ongeza makofi mazuri. Neno mwezi wa 10, The word, the 10th month, neno namba 10 the word number 10, maana yake ni nguvu ya maamuzi. it's the power of decision. Ni nguvu ya maamuzi. It's the power of decision. Mwezi wa 10 The 10th month, watu wanaojua those who know it, ni watu wenye maamuzi magumu, they have difficult decisions wanaoweza kuishi. that they can live. Maamuzi Decisions, magumu. hard decisions. Ni mwezi wa maamuzi It's a magumu. month of hard decisions. Ni mwezi wa maamuzi. It's a month of decision. Mwezi wa 10 ni mwezi wa maamuzi. The 10th month is a month Namba of 10 ni decision. namba ya maamuzi. The number 10 is a number of decision. Kama kuna vitu ulikuwa hujaamua vifanyike, If there are things that you didn't decide to do, ukiamua mwezi wa 10 vinafanyika. if you decide to do it, you'll Kama ni succeed. aina ya maombi fulani utamani uyaombe, If there is a kind of prayer that you wanted to mwezi pray, wa 10 ukiyaomba yanajibiwa if haraka. you pray this month, you'll get your Kama ni answers. vitu ulikuwa unaamua unaacha, You are deciding things and mwezi living, wa 10 and nenda ukafanye. just go and do that thing. Hakuna anayeweza kuzuia mwezi wa 10. There is no one who will prevent you from doing it. Hakuna anayeweza kukuzuia mwezi wa 10, No one who will prevent you from this na month. hakuna anayeweza kusimama mbele yako mwezi wa And 10 nobody will stand before you this month, kama unajua. Lakini if you know. maamuzi yanatokana na mtu. Because decisions comes out of a Maamuzi person. yanakuwaga ndani ya mtu. Decisions are in a person. Maamuzi yameandikwa juu ya mtu. Decisions are written above a person. Kwa unaposikia mwezi wa 10 When you hear about the number 10, ni mwezi wa maamuzi, it's a month of decision. unahitaji watu ambao wanaenda kufanya, We need people who will go and do. wenye maamuzi sahihi, Those who have a right decision kwenye wakati sahihi in a right time na kwenye majira sahihi. and in a right hour. Watu wao wakipatikana If madhabahuni, these people are in this altar, dunia itabaki na the shangaa. world will be surprised. Dunia itafanya vitu vikubwa The world sana. will do a lot of things.
kila kinachofanyika whatever is being done, kinahitaji kanuni. it needs rules. Kanuni ni mwezi wa 10. Rules is the month of 10. Amua ukafanye kwa jina la You just Yesu. decide and go and do it. Nasema Mungu akakupe nguvu ya maamuzi ndani yako tena kwa jina la Yesu. You just go and do it. Kuna aina za watu, There are kind of people, kila akitaka kufanya whenever you want to do something, anailisha. you just dismiss it. Kila akijaribu When kufanya, you try to do it, moyo unamwambia uwezi your wewe. heart tells you that you cannot Yani wewe do uende it. ukafanye biashara. How can you go and do a business? Yani wewe upeleke mawe site. How can you take those stones? Usiende watakuloga. They'll just bewitch you. Ukiweka tofali watakuloga. If you just start building, they will Ukimwaga bewitch mchanga you. watakuloga. If you take sand, they will bewitch Habari you. njema ni The hii. good news is, Mwezi wa 10 nenda ukafanye in tena. the 10th month, just go Mwezi wa and do 10 it. nenda ukafanye This 10th tena. month, go and do it. Mwezi wa 10 amua ukafanye This 10th tena. month, go just Mwezi go wa and do 10 it. amua ukafanye tena. This 10th Amen. month, go Pokea and do it. maamuzi ya biashara kwa jina la Yesu. Decision of Pokea business. maamuzi ya kuolewa kwa jina la Yesu. Decision of Pokea maamuzi ya ndoto yako kwa jina la Yesu. Decision of Pokea maamuzi ya maombi mazuri kwa jina la Yesu. Decision of good Pokea. prayers. Mwezi huu nenda ukafanye. This month, just go and do. Shike mkono jirani yako. Hold your neighbor. Mwambie mwezi huu Tell neighbor this tembea month, na maamuzi sahihi. walk with na right maamuzi. decisions. Nenda ukafanye. Go and Nenda do. ukafanye. Nenda ukafanye. Go Nenda and do. ukafanye. Nenda ukafanye. Go Nenda and do. ukafanye. Anasemaje huyo? Amen. Yuko tayari kwenda kufanya eh? Amen. Yuko tayari kwenda kufanya eh? Amen. Pigia makofi mazuri na vigeregere. Clap hands for your neighbors. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mwezi wa 10 The 10th month, mara zote every time, ni mwezi unaowakilisha utawala. it's a month that Namba dominates. 10 inawakilisha It's a utawala. month that represent administration. Utawala. Administration. Unaposikia mwezi wa 10, When you are the 10th month, Mungu ameuweka katika eneo la utawala. God has put that month on administration. Na ukiwa tuna akili za kawaida ndogo, And if you have little mind, utaona hata mataifa mengine you'll mengi see even other nations. mwezi wa 10 anafanya uchaguzi. In the 10th month, that's when they Kuna do the siri elections. katika ulimwengu wa There is a roho. secret in that Hata month. taifa letu Even our nation, tunafanya uchaguzi mwezi wa we are 10. doing elections on the Kwa ni 10th month. mwezi unaompa mtu kutawala. It's a month that gives Ni someone namba administration. inayompa mtu kutawala. It's a number that gives someone administration. Unaweza ukawa na kalenda You nyumbani may have your calendar at home ukaicholea namba and just circle a number. kwamba kila tarehe 10 inapofika ya mwezi When you circle every 10th mimi month of nitamtolea every Mungu month, sadaka I'll give an offering ya kutawala. of administration. Watu wengi wameshindwa kutawala hata ndoa Many people are unable to sababu kuna administrate their kitu marriages kilishaondolewa ndani because there yao. is something that was removed from Kuna them. namba wana ndani yao. There is a number that they don't Ni have. rahisi kuolewa, It's easier for you to get ni married. ngumu sana kufikia miaka 20 kama na mimi na It's mama. hard for you to reach 20 years in marriage. Ni rahisi kuanza biashara, It's easier for you to start a ni business. ngumu kuitawala biashara. It's hard for you to administrate Ni, that ni rahisi business. kuanza kampuni, It's easier for you to start a ni company. ngumu sana kuitawala kampuni, It's hard for you to kwa sababu administrate that kuna company. point waga wanadiri nayo. Because there is a point that they deal with. Wakifanikiwa kuichomoa, When they succeed taking that point, unakuwa ukamiliki katika majira ya you mwaka wako. are incomplete in your year. Mungu akurudishie nguvu ya utawala ndani May yako kwa God jina give la you the Yesu. power of Amen. administration. Nasema Mungu akurudishie nguvu ya utawala ndani yako May kwa God jina la give you Yesu. the power of Amen. Pokea nguvu ya utawala wa mama. Receive Napokea. the administration. Pokea nguvu ya utawala wa vijana. Receive the- Napokea. Pokea nguvu ya utawala wa receive baba. that power of Napokea. administration. Mungu arudishie nguvu ya kutawala kwa God give jina you la that Yesu. power of Amen. administration back in Jesus' name. Chochote kilichokutawala Everything that controls you, mwaka huu kakitawale tena kwa jina la may you Yesu. control it in Jesus' Nasema name. mwezi huu kakitawale tena kwa jina la This month Yesu. may you Amen. control it again. Nasema mwaka huu kakitawale tena kwa This jina la year Yesu. control it Amen. again. Kila aliyepewa Whoever is given, asipokamilika katika vitu kamili, if you are not complete in ni certain ngumu things, sana kubaki na vitu kamili. it's hard for you to be with Ndani those ya mtu complete kuna things. vitu vingi, In someone there are a lot of things. amepewa vitu vingi, He has been given a lot of things. kama vile tunda lilivyo na mbegu nyingi, Like a fruit, it has a lot of seeds. lakini mbegu moja na nyingine kuzaa But a lot of seed in one to inahitaji ufahamu wako, for a seed to germinate, it needs your mind. inategemea akili zako, It depends on your knowledge. inategemea unajua nini, It depends on what you know. inategemea unafanya nini. It depends on what you're doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Unaweza ukapata, You can get it.
Lakini kile ulichokipata, But what you got, kama una nguvu ya kukitawala, if you don't have the power to control it, kitakutawala wewe. it will control you. Kikisha kutawala, And when it controls you, huwezi pata matokeo. you will not see the outcome. Matokeo ya mtu The outcome of a person, yanapatikana pale it's seen where, anapoanza kutawala kitu, when you start controlling anapokuwa something, na nguvu za kutawala when kitu. you have the power to administrate Baba it. mmoja yuko Dar es Salaam, One father in Dar es alikuwa Salaam, na kampuni 3. he had 3 companies. Kampuni moja inashughulika na mambo ya bandarini. One company was Anasema dealing with nilikuwa shipping. naweza kuingiza mpaka bilioni 1 kwa wiki. He had about the power to get even a billion in a week. Anasema siku moja niliingiza bilioni 1.5. One day he said that he got 1 Anasema billion. kuna mwezi 1.5 mmoja niliingiza billion. bilioni 5. Another month at 5 billion. Lakini leo kampuni hazipo tena. But today he doesn't have those companies Amebaki again. huko nyumbani, anaumwa sukari, He's at home with diabetes. anaumwa pressure, He has pressure. wamemparalyze upande, He's paralyzed. amekaa pale. He's just there. Ana majina ya kampuni, He has the name of the lakini companies. kampuni hazisomeki tena katika But the ulimwengu wa roho. companies are not there again. Nilivyomgusa When he touched him, akaripuka kwa namna ya ajabu. he just said, he just stood up. Mapepo yanasema huyu The works of the devil was saying, tulichukua nguvu ya kutawala. we took the power of Yeye ni nani administration. atawale hizi kampuni Who 3? is he to administrate? Walivyomnyang'anya nguvu ya kutawala, When they took the power of administration, wakachukua baraka zake. they took these blessings. Na mimi ninakuombea And I'm praying to you, kilichochukuliwa kwenye maisha yako, whatever they took in your life, Mungu akakirudishe kwa jina la may God Yesu. bring it back in Jesus' name. Nasema Mungu akakirudishe kwa jina la May Yesu. God bring Amen. it back in Jesus' name. Utawala The uliopoteza, administration that you lost, utawala the uliochukuliwa, administration that was taken, Mungu akurudishie tena kwa jina la may God Yesu. bring Amen. it back in Jesus' Nasema name. Mungu akurudishie tena kwa jina la God Yesu. bring it Amen. back in Jesus' name. Kuna mama wengine hayuko kwenye ndoa, There are other women who are not in the marriage. aliolewa vizuri, She was married. wakafunga ndoa, They had a wedding. akaimbiwa wimbo wa bibi harusi, They sang a song for her. lakini ndoa ikukaa mwezi, But that marriage did haikukaa not miezi last 6, for a month or 6 months. haikukaa mwaka, It didn't last for a year. haikukaa miaka. It didn't stay Kwa for nini ndoa nyingi zinavunjika? Why are many marriages breaking up? Ukiwaangalia kati ya mme na mke, When you look at them, both of them, kuna mmoja ana shida ndani yake, there is someone who has a problem between kuna them. mmoja ana tatizo ndani yake. There is someone who has a problem between Kila them. kinachokufa Whatever dies, kina chanzo, there is na the kila beginning of it. kilichofanikiwa And whatever succeeds, kina chanzo. it has a beginning Katika of it. maombi yako yote, In all the prayers, omba sana Mungu akupe nguvu ya utawala. pray for God to give you the power of Hakuna chochote administration. utakachokipata There is nothing that you'll get kama una nguvu ya if you utawala. don't have the power of administration. Dunia ya sasa In hivi this world, haisapoti watu wa kawaida, it doesn't support normal people. inasapoti watu ambao sio wa kawaida. It supports people who are more than normal. Ukiwa wa kawaida, If you're a normal person, dunia haiwezi kukusapoti. the world will not support you. Ukiwa wa tofauti, If you're a different person, lazima uilazimishe dunia you must ikusapoti. force the world to support you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Haya ninayokuambia What I'm telling you, ninayaona kwa macho yangu, he sees with his eyes, ninayashuhudia kwa macho yangu. is testifying it. Si kwamba sina vita mimi mtumishi wa Mungu. It's not because he doesn't have a war. Nina vita kuliko He wewe. has war more than you. Vita anayopigana nayo kwa siku The fight that he's fighting every day, sio vita ya kawaida. it's not a normal fight. Kama ujui If you don't know namna ya kusimama, how to stand, huwezi kuendelea kuwepo. you may not Huwezi continue kuendelea to be kusimama. alive. You cannot stand again. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila jambo zuri Every good thing, linazaliwa na mtu mzuri. it's created by a good person. Shike mkono jirani yako, mwambie jirani, Tell your neighbor, kila jambo zuri every good thing, linazaliwa it's Linazaliwa created na mtu mzuri. by a good person. Anasemaje? Mwangalie vizuri. Yuko tayari kuzaa jambo zuri huyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ni mwezi wa nini tumesema? The 10th month, Mwezi wa nini? month of Wa administration. nini? Wa maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 10 au mwezi wa 10 ni mwezi wa mamlaka. The 10th month Bwana is Yesu asifiwe the sana. month. Toka kwenye maamuzi ni mwezi wa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaposikia mwezi wa 10 ni mwezi wa mamlaka, It's sio the month mwezi of mwingine tena. authority, not something else. Ukiukosa mwezi wa 10 If you miss the 10th au month, ikakosekana namba 10 ndani or yako, to misses the 10th kuna number in you, vitu vimekosekana ndani yako. there's something that is lacking in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mwezi wa nini? Wa mamlaka. Ni mwezi wa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila kitu kinachoishi kwa mtu Whatever lives in a person, kimesetiwa mahali fulani. it's set somewhere. Juzi namwombea mtu, He was praying for someone. wanasema pastor, He said, Pastor, tunakuona we are seeing you. tukiwa mbali.
We are just seeing you at afar. Nikamwambia mnanionaje mkiwa mbali? How do you see me when you are far? Wakasema sisi ndo wale ambao tumechorwa mpaka kwenye dora. He said that they are the ones who are on the doors. Tunaona ulimwengu wote. They see the whole world. Kwa hiyo mnaniambiaje? So what are you telling me? Tumekutafuta ubadilike, umeshindikana. We are looking for you just to change, but tumekutumia watu wetu, imeshindikana. We've sent our people to you, but you are impossible. Siku ya Alhamisi nibaki na shangaa. That is on Thursday. You are surprised. Nikakumbuka siku moja nilitumiwa binti mmoja. You remember that one day there was a lady who was sent to me. Milioni 40. And that lady came with 40 million to ngapi? give him. 40 million. Ananiambia sasa unapaswa muache huyo mke wako twende Dar es Salaam tukale bata. He was telling me that you have Anasema, to leave your wife. Nimekupa nikianzia ni kama 10,000 nimekufa. We have to go to Dar es Salaam with you. Ukishafika Dar es Salaam, leave your family. Nitafanya kama hii mara 3. When you go to Dar es Salaam, I'll give you more than this. 3 times. Binti kavaa kimini kiko hapa. That lady had a mini skirt. Kapaka lipstick hapa ya burua, hapa nyekundu, hapa ya njano. She had different colors of lipstick. Kiatu kirefu anatembea hivi. And a high-heeled shoe. Akifika kwa shikamo pastor. When she came to the pastor, she was very humble. Sasa tuna mahitaji mengi. We have a lot of needs. Muulize jirani yako ungefanyaje wewe sasa hapo? If it was you, what could we have done? Angechukua nakwambia ele kaingia kwenye account. Yaani binti ana transfer ele, yani anabonyeza madhabahuni pa ele imeingia, imesoma hii hapa. Muamala huu hapa, nimeingiza milioni, account yako imepokea milioni 40. Sasa nikapiga magoti kuomba. Huyu binti ni malaika au ni jini? Knelt down and prayed and asked God, is he Mungu, huyu ni malaika umemtuma wewe au ni jini? Nimuuliza vitu viwili tu. He asked God, is this an angel or something else? Nilichojibiwa nikasikia sauti inachoma mpaka nasikia masikio nataka kupasuka. When he heard the eardrums were almost to burst. Mungu ananiambia ni jini. And God said he's something else, not an angel. Huku message ninayo kwenye simu. The message has it on the phone. Mungu ananiambia ni jini. And the God is saying that is something maana yake else. nimrudishie jini hela zake. Just take that money back. Yule binti nikamwambia sasa nenda. And he said, you just go. Nitakupa majibu yako. I'll give you your answers. Alivorudi, when she came back, unasemaje baba? What do you say? Nikamwambia naenda kurudishia hela zako. And he said that I'm going to give you back your money. Alitikisa kichwa namna hii. She just shook her head. Akanambia kweli wewe ni mtumishi. And he said that it's true you're called. Akanambia nimetoka kutoka mjini kati Dar. You are just from Dar es Na Salaam. wengi niliowapa hela nimewapata. And those that have given money have got na huduma zao zimeanguka. And their works are already falling. Alinitumia message moja baada ya kuwa nimemrudishia hela zake. He sent just one message. Mpaka sasa hivi ninayo kiona utacheka. Even today I have that message after returning the anasema money. kweli wewe umeitwa na Mungu anakupenda sana. He said that you are true, you are a servant of God. Katika mtego wa fedha. On the side of money. Tumewapata wengi sana. We've got a lot of them. Anasema tu tungeenda Dar. If we could have gone to Dar es Salaam. Ni mwezi mmoja tungekunyonyoa kama kuku. It's just 1 month. We could have done you like a chicken. Kila kitu kizuri. Every good thing. Kinahitaji mtu mwenye maamuzi. It needs someone who has got decisions. Na mwenye mamlaka ndani yake. And authority in himself. Sio kila kitu kizuri. Not everything that is good. Unachokutana nacho kwenye maisha yako. That you meet in your life. Kuwa ni sahihi. It's good and correct. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana ukitaka kufika mbali. Because that's why if you want to go far. Chunga sana hii dunia. Be careful of this world. Ina mambo mengi sana. It has a lot of things. Hususan kama sisi watumishi. Especially the servants of ambao God. tumejikana kusimama na Yesu mwenyewe. Those who have stood with God. Kusimama na Mungu mwenyewe. Those who have stood with God and unampigia magoti mwenyewe. And you kneel down unamlilia mwenyewe. And you cry to God yourself. Vita yetu si ya nchi. The fight is more. Wenye maagano huko yanawasumbuki maana ni wakwake shetani. Those who have covenants they don't struggle. Lakini wewe kusimama umlilie Mungu. But for you to stand up and cry to God. Akuletee kiti. To bring a chair. Akuletee mic. To bring a mic. Inahitaji akili kubwa sana. It needs a lot of understanding. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika vitu ambavyo shetani anacheza navyo. Those things that the devil joking with. Anacheza sana na mamlaka za watu. He plays with the authority of people. Ndio maana moja ya kuua mamlaka yako. That's why one thing to kill your authority. Wanapitia kwenye kula vyakula katika maisha. They pass through the food that we eat. Wanasema wakishafanikiwa kulisha vyakula kwenye ndoto zaidi ya mara moja. When they succeed feeding you in the dream. Wanazoofisha mamlaka yako.
They just make your authority weak. Utaomba, You'll pray, hakuna atakayesikia. nobody will hear. Kinachosababisha usikiwe What makes you to forget to hear ni you nguvu ya mamlaka is the power of authority aliyokuumbia Mungu that God has created ndani ya nafsi yako. in your soul. Kila aliyejibiwa Whoever has the ana nguvu answers, ya mamlaka. he has the power of authority. Mmoja ananiambia jana One was telling me yesterday, ameota anakula ugali wa muhogo, he dreamt eating ugali mboga za majani za kutosha. and a lot of vegetables. Anasema na nyama ya kuku iko pembeni, And the meat of chicken was there too. nyingine imekaushwa imebanikwa. Others were roasted, others were... Nikamwambia kimbilia madhabahuni haraka, And he said, come faster to the altar. maana hapo yajayo ni ajabu sana. Because what is coming is something surprising. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila kitu kizuri Every good thing, usipokirinda if you don't defend kinaweza it, kikadhoofishwa, it can become weak, kikauawa it can be killed, au kikachukuliwa. and it can be taken also. Ulishaonaga sangine unapigiwa simu na mtu Have you ever seen someone calling you namba ngenyi, a new number, mtu aongei, and that someone does not mtu talk? aongei. He doesn't talk. Waliokuwepo wiki hii Those who are here this week, walishuhudia hicho kitu. they testified that thing. Tulimpigia simu We called him tukawa tumenyamaza, and we kept quiet. tuko kwa mganga, We are at the akawa witness place. anaita halo And he was saying hello. halo He was saying hello. halo, naongea na nani? Whom am I talking to? Nasema tangu wakati huo, Since that time, baada ya mwezi mmoja, after 1 month, kila alipoongea na mume wake every time when he talked with the husband, akumuelewa the tena. husband did not understand Mwanaume her. akachukua nguo The zake husband took his clothes akaondoka mpaka leo and he akurudi. walked away. Huu He ni didn't mwaka come. wa pili. This is the second year. Kila kilichompata mtu Whatever gets someone, kuna mahali kimeanza. there is where it started. Jifunze kuwa na akili kubwa, Learn to have a great ndipo mind. utakapomwona Mungu mwezi wa 10. That's when you will see God in the Jifunze 10th kuwa na month. ufahamu mkubwa, Learn to have a lot ndipo of understanding. utakapomwona Mungu katika maisha That's yako, when you will see God in your life. na Mungu akurudishie mamlaka ndani yako And kwa may jina God la give you Yesu. authority Amen. back in Nasema Jesus' mamlaka irudi ndani ya nafsi yako name. kwa May God jina la give you Yesu. authority back in Jesus' name. Mamlaka iliyouawa ndani yako, The authority that was killed in you, Mungu anaenda kuirudisha ndani yako tena kwa jina la God Yesu. is going to Amen. bring it back in Jesus' name. Usipokuwa na mamlaka katika If ulimwengu you wa don't roho, have authority in the realm of the spirit, unaweza ukashangaa unafanya kazi you'll work na mshahara ulipwi, and you're not getting salary, yaani kupewa hela getting money mpaka anze kumbembeleza. until you start Kazi beseeching umefanya them. wewe, You worked, upokea fedha but to get that mpaka money, anze tena kupiga magoti. it's until you start beseeching them. Mama mmoja One woman ananiambia, pastor, said, Pastor, mimi nina kampuni I have a company na nimechukua kazi kwenye makampuni, and I've taken jobs lakini from other imefikia companies. hatua But I'm mpaka at that wafanyakazi point, wangu wenyewe even my workers niliowapeleka kwenye that I kampuni took to the company, wanachukulia hela kule kule kwenye they kampuni. take money from that company. Baki anashangaa, And was surprised. yaani ile nitakuwa ije kwako That man was supposed to come to umlipe her mfanyakazi so that wako you can pay your workers, ambao umempa kazi kwenye that you kampuni gave ile, them in that company, lakini analipwa kule kule. but that person is Ina being maana paid mamlaka there. ipo ndani yako, Because that authority is not in hauruhusiwi you. kuaminiwa tena. You are not, people does not believe you again. Ndo watu wanavyoishi leo, That's how people live today. lakini ashukuriwe Mungu, But we thank God, uko mwezi wa you are in 10, the 10th month. ni mwezi wa kurudisha mamlaka tena The kwa jina la month Yesu. of getting Amen. back Nasema ni your mwezi wa authority. kurudisha mamlaka tena kwa The jina month la of Yesu. getting back your Amen. Ni authority. mwezi wa kurudisha mamlaka yako tena The kwa month of jina la getting back Yesu. your authority. Pokea hiyo mamlaka kwa Receive jina la that Yesu. authority in Pokea. Jesus' Pokea hiyo name. mamlaka tena kwa Receive jina la that Yesu. authority in Pokea Jesus' kwa Pokea hiyo jina la mamlaka tena kwa Receive jina that la Yesu. authority in Pokea kwa Jesus' jina la Mbingu Yesu. zikupe mamlaka tena May kwa the jina la heavens give Yesu. you the Amen. authority in Jipigie Jesus' makofi name. mazuri na Clap hands vigelegele. for Jesus. Kama kuna kufa, If there is dying, kuna kuishi, there is living. na kama kuna kufa, And if there is dying, kuna kufufuka. there is being resurrected. Biblia inasema The Bible says nafuu ya mtu aliyekufa it's better for someone who kuliko is dead mtu kuuawa kiroho. than for you to be killed in the spirit. Ukiuawa kiroho If you are dead in the spirit, ni hatari sana. it's very dangerous. Kila jambo linalotokea mwilini Everything that happens in the body, lilianzia rohoni, it starts in the realm of the spirit. na kama lilianzia And rohoni, if it starts in the realm of the spirit, usiporudi kwenye ulimwengu wa if you roho, don't go to the realm of the spirit, huwezi kuona ulimwengu wa mwili. you'll not see this world. Mungu aimarishe ulimwengu wako wa roho kwa jina la Yesu. May Amen. God make Nasema strong Mungu aimarishe ulimwengu wako tena wa roho kwa jina la your Yesu. realm of Amen. spirit be strong in Jesus' name. Chochote kilichouawa kwenye maisha yako, Whatever was killed in your life, Mungu akupe mamlaka tena ya kukimiliki may kwa God jina la give you Yesu. the authority to take Nasema it Mungu back. akupe mamlaka tena ya kukimiliki kwa jina la May God Yesu. give you the Amen. authority to take Mungu it akupe back. mamlaka tena ya kukimiliki kwa God jina la give you Yesu. the authority Amen. to take it Jipigie back. makofi mazuri na Clap hands vigelegele. for Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Amen. God. Andika, Right. mwezi wa 10 The 10th month, ni mwezi wa kumiliki. it's a month of possessing. Kila mmoja Everyone anapaswa kuwa
na mahusiano mazuri you have to have good relationship na hatima yake. with your destiny. Kila mmoja Everyone, anapaswa kuwa na maamuzi mazuri, you must have a good decision. anapaswa kuwa anapaswa kuwa kila mmoja Everyone, awe na mahusiano mazuri you must have a good relationship na hatima yake, with your destiny, ili umwone Mungu akionekana mwezi wa 10. so you may see God working in the 10th month. Lazima utengeneze You mahusiano must make a good relationship na hatima yako. with your destiny. Usipotengeneza mahusiano na hatima If you yako, don't have a good relationship with your destiny, unaweza kubaki kama wale you may remain like this. wanaolia kama watu wengine, Those are crying like other people, wanaonungunika kama watu wengine. complaining like other people. Mungu alikupa hatima. God gave you that destiny. Mungu ameleta hatima ndani ya kila mtu, God has given everyone a destiny. lakini kuna watu wanaoua destiny ya mtu. But there are those people who are killing people's destinies. Usipoilinda destiny yako, If you don't take care of your destiny, huwezi kumwona Mungu akijiinua. you'll not see God exalting Na himself. moja ya kutengeneza And one way of making it kitu fulani something, kiwe kitu fulani, making something to be ni something, kutengeneza mahusiano is nacho. to make a good relationship with it. Watu wengi hawana mahusiano mazuri na hatima zao, Many people, they don't have a good relationship afu with their wanataka destinies, wakamilishe vitu kwenye maisha but they yao. want to complete those things in their Kila lives. kilichofanikiwa Everything that has succeeded, kinahitaji mahusiano. it needs relationships. Biblia inapongelea When mahusiano, the Bible talks about ni relationship, maamuzi binafsi it's just your decisions yanayotokana na mtu, that comes out of a person yaliyojawa na shauku, that is full of uweza, determination and the mamlaka strength and the power ya kwenda to kutimiza. go and complete that thing. Usipokuwa na maamuzi na jambo fulani, If you don't have the powers, usitegemee kupata kitu cha aina fulani. don't expect to get something. Kila aliyepata Whoever has ana mahusiano na kitu cha aina fulani. has a good relationship with what we want. Haiwezekani utaki kufanya biashara, It's impossible if you don't want to do una business. mahusiano mazuri na You biashara, don't have a good relationship una with the mahusiano business. mazuri na You have a kampuni, good relationship with the afu company tegemee upate matunda ya and kampuni. expect to get good relationship in the Kila company. kilichoanza Whatever started, kinahitaji mahusiano. it needs a relationship. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Unaweza ukawa na mamlaka ndani yako You have that authority in ya you kuamuru, to lakini command. kama una mahusiano If you don't have the relationship, ni kazi ngumu. it's sad. Hata sisi watumishi wa Mungu, Even the servants of God, unaweza ukawa na kalama ya kufufua mpaka he maiti, has the gift of raising lakini the dead kama una people. mahusiano mazuri na If he Mungu, doesn't have a good relationship with huwezi God, kuona maisha kwenye maisha he'll yako. never see life in his life. Kwa sababu kuna kitu Because there is something na kuna mtu. and there is someone. Mmoja ananiambia, ni mtumishi wa Mungu, anatumia message, He said that he's a servant of God and he sent a huyo message. binti umwezaje kumponya kifafa? How are you able to heal that Mimi lady? nimekaa naye miaka 8 haikuwahi kupona. I was with this lady for 8 years and she was not healed. Nikamwambia shida sio wewe, And he said the problem is not you. mahusiano ndani yako The problem yakoje? is the relation. How is your relationship with God? Unaweza ukawa na elimu, You may be educated. lakini kama una mahusiano na Mungu, If you don't have a good relationship with God, ukafa na elimu yako. you will die with your Sio education. kila aliyesoma alifanikiwa. Not everyone who went to school is educated. Mahusiano ya elimu yako The relationship with the, yanapokuwa sawasawa, when it's okay, kuna kitu kinazaliwa ndani yako. there is something that is created in you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mwezi huu In this month, yape maisha yako give your life sababu. a reason. Mwezi wa The 10 10th month, ni mwezi wa kuyapa maisha yako it's a month to give your life sababu. a reason. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Ukishindwa mwezi wa 10 kuyapa maisha yako If sababu, you are unable to in this 10th month to give your life a usisubiri reason, matokeo. don't wait for the outcome. Yape maisha yako sababu. Give your life a reason. Yape maisha yako sababu. Give your life a Yape reason. maisha yako Give sababu. your life a reason. Unapoyapa maisha sababu, If you give your life a reason, yanakupa sababu ya kufanikiwa. it will give you the reason to succeed. Sasa watu wengi wamekaa tu, So many people are just seated. wamekaa tu. They're just there. Ulishajiuliza? Have you ever asked Mungu yourself, anasema njoo what God says come, we tusemezane. speak.
Kwa nini useme na Mungu? Why do you speak with Kwa God? nini uongee na Mungu? Why do you speak with Kwa God? nini unaomba? Why do you pray? Kwa nini ufanikiwe? Why are you not Kwa nini succeeding? uongezeki? Why are you not Kwa nini increasing? miezi inafanana? Why are all Kwa nini the months miaka are just the inafanana? same? Why are all the years the same? Lazima ujiulize. You must ask yourself. Yape maisha yako sababu. Give your life a reason. Usiendelee kwenda Don't go wakati huku kuna uharibifu nyuma when unakufuata. there is something that is bad for Kabla ya you. kwenda, Before you go, tengeneza kwanza. just make fast where you left. Usiendelee kupotea Don't lose yourself ukajikuta umefika mbali kwenye matatizo. and you've gone far in Nafuu the simama problems. ujikague It's kwanza. better for you to stand up and check on yourself. Jifunze kuyapa maisha yako sababu Give your life a reason ili yakupe sababu ya so kufanikiwa. that it can give you a reason to Hakuna succeed. anayefanikiwa kwa bahati mbaya. No one is who succeed by bad luck. Mafanikio yanamhitaji mtu, Success needs someone. miezi inamhitaji mtu, Months need someone. miaka And inamhitaji mtu. years need someone. Usipoyapa maisha yako sababu, If you don't give your life a reason, unaweza ukalaumu, you may complain. lakini shida iko kwako, sio Mungu. The problem is you, but Maandiko not God. yanasema Mungu amemuumba mwanadamu The Bible says God created a person akampa kutawala kila and He kitu, gave him the authority to control sio kitu everything. kimoja. Not just one thing. Amempa kutawala, He gave you the authority to control everything. lakini wale wanaotawala But those who are controlling that thing, wameyapa maisha yao sababu. they have given their lives a reason. Usipoyapa maisha yako sababu, You don't give your life a reason. kumwona Mungu ni kazi ngumu. Seeking God and seeing it's hard. Mungu anahitaji watu makini, God needs keen people wanaojitambua, who know themselves, wanaojifahamu, those who understand wenye ufahamu themselves, mzuri, and they have a good wenye understanding. utulivu, Those who are keen, wenye unyenyekevu, those who are humble, wanaojiuliza maswali those who ask themselves zaidi questions ya moja kila more than wakati. a question. Hivi kwa nini nilikuwa hivi? Why am I like this? Kwa nini niko hivi? Why am I was like this and Kwa why am I nini like maisha this? yangu yako hivi? Why is my life like this? Kwa nini haya maisha yamekuwa hivi? Why is my life today Kwa like nini this? niko hivi mimi? Why am I like this Kwa nini today? watoto wangu wako Why hivi? are my children like this today? Sema ndio tusemezane. The Bible says, come just Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Andika kitu kingine. Write another thing. Maisha ya mtu A person's life, hayana maana it doesn't have a meaning. kama hayapi maana. If it doesn't, you doesn't give it a meaning. Maisha yako Your life, hayawezi kuwa na it maana cannot have a meaning kama uyapi if maana. you have not given it a meaning. Maisha ya mtu Someone's life, hayawezi kuwa na it maana cannot have a meaning kama wewe uwezi kuyapa if you maana. cannot give it a meaning. Hayo ni mambo ambayo Mungu alikuwa ananieleza These are things that God was telling him. kwamba thamani ya mtu The worthiness of a person aliyeiweka ndani yake that is in you, akiijua if you know it, inaleta matokeo. it will bring a good outcome. Huwezi kuniambia unataka Mungu akupe maana You cannot tell me that you wakati want God to haujipi give you a maana. meaning when you're not giving yourself a Ni meaning. kazi ngumu. It's hard for you. Maisha yako wewe Your own life, hayawezi kuwa na it maana cannot have a meaning kama uyapi maana. if you are not giving it a good meaning. Lazima uyape maana You kwanza, must give it a good meaning ndipo first utakapoona matokeo ndani yake. so that you can see the outcome of it. Avianzagi vitu, It doesn't start things. inaanza we kujitambua. It is start by you noticing Kujijua ni yourself. mwanamke wa aina To know fulani, yourself, you are the kind of a kujitambua woman ni you are. kijana wa aina To know fulani, yourself, the kind of a son kujitambua ni you baba wa are. aina To fulani, know yourself how you kujitambua are. ni mtoto wa aina To fulani. know and understand the kind of a child you are. Hatufanikiwi kwa bahati mbaya, We don't succeed by bad luck. hatufanikiwi kwa bahati We bahati. don't succeed by bad luck. Tunafanikiwa baada ya kujijua. We succeed after noticing Kila ourselves. unayemsoma katika Biblia Whoever you read in the Bible, alijipa maana, he gave himself a meaning akawa wa maana. and he became a meaning. Alijipa thamani, He was worthy akaiona thamani. and he saw that worthiness in him. Haiwezekani wewe umeamua kuwa na maisha ya namna hiyo You cannot just descend to have just a certain life alafu kategemea maisha ya aina fulani. and expect a certain life in yourself. Kuna aina ya watu There are certain people, wanatafuta mtu mwenye maana, they look for someone who has a ambaye meaning, ameyapa maisha yake maana. who has given his life a meaning. Fanikiwa kukaa na watu wakubwa, To succeed, to stay with big utakuja people, kuyajua nayo kuambia. you'll know what I'm telling you today. Akiongea na wewe dakika When 5, he talks with you for 5 minutes, anajua wewe ni mtu wa aina he gani, knows the kind of a person you are. anajua utamfaa katika position gani, He knows where you will fit in that position. na anajua umfai katika eneo gani. And he knows where you don't fit. Lazima utambue, You must know. ukiapa maisha yako maana, If you give your life a yanaanza meaning, kutengenezea maana ya it will kufanikiwa. just make a meaning for you and start succeeding. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Watu wengi hawajipi maana. Many people, they don't give themselves a meaning. Ndio maana leo hawajafika kwenye maana. That's why they have not gone to where they have to. Lazima ujue. You must understand. Nilikwambia maombi yanayojibiwa. I'm telling you, the prayers that are Hawaombagi answered, mwaka mzima. they don't pray for a whole year. Hawaombagi tu kila siku They tu, don't kila siku pray for natoka every machozi. day and every day crying. Sekunde moja, Just 1 second, dakika moja just 1 minute ya mtu sahihi for a right person, inatosha kubadilisha hatima. it's enough to change your destiny. Maandiko yanasema katika The Zaburi, Bible says in Psalms, siku moja one day, ni sawa na siku 1000. it's like 1,000 years. Majibu hupatikana katika siku moja Answers are, you get answers in a one day. kwa mtu mmoja For one person mwenye akili nzuri. who has a good mind. Kabla ya kuomba, Before praying, jiangalie, look at yourself. jitafakari, Just look at yourself. jikague. Check yourself. Usiende mbele za Mungu kuomba Don't go before God to pray. kabla hujajijua ni nani. Before knowing who you are. Jitambue kwanza, Check yourself first, afu nenda ukaombe. then go and pray. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Andika kitu cha mwisho. Write the last thing. Maisha ni kama maji. Life is like a water. Usipoyapa njia, If you don't give it away, yatapita yanapojua. it will just overflow wherever it knows where to go. Maisha ni kama maji. Life is like water. Usipoyapa If you njia, don't give it away, yatapita yanapojua. it will just overflow anywhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maisha ni kama maji. Life is like water. Usipoyapa njia, If you don't give it away, yatapita it will pass yanapojua yeye. wherever it knows where to pass. Ndio maana nimetangulia kukueleza vitu vingi sana. That's why I've told you a lot of things. Maandiko yanasema Mungu ni muumbaji wa ajabu. God, the Bible says God is a Na kama Mungu ni muumbaji creator, wa ajabu, and if he's a great creator, muangalie yeye look at him. alivyoviumba Whatever he has created, vina maana gani. what is the meaning of it? Vinaitwa lamani It's a map za kufundisha of teaching hapa duniani. in this world. Nyewe wenyewe ni mashahidi. You are an witness. Ukikosea mitalo huko hata juu, If you just miss your way there, unaweza kukutana na maji nyumbani you kwako. just meet water in your Na maisha house. kadhalika ndivyo yalivyo. And that's how life is. Maisha yanamhitaji mtu kwanza, Life needs someone first. yakishampata mtu And kwanza, if you get that person first, ndipo yanapomwelekea mtu. that's when it comes to you. Maisha yaji kwa kila mtu, Life does not come to ila everyone. yanahitaji mtu ambaye But it needs someone amejijua, who knows himself, amejifahamu, who understands amekaa, himself, and is there, ametulia, and is still, ameamua and kuyatengeneza. he has decided to make the life. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Mshike mkono jirani yako, ambie jirani, Tell your neighbor, maisha haya this life, ni kama maji. it's like water. Usipoyatengenezea njia If you nzuri, don't make a way for it, yanaweza yakapita it will overflow yanapojua. anywhere. Ndio maana That's why matajiri ni wachache many maskini ni wealthy wengi. people and poor people are many. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Haleluya. Amen. Kuna aina za watu kibahatika kukaa There nao, are those people, if you're lucky to get them, unajua kwamba kuna kesho nzuri you know there is a good tomorrow. ambayo inaenda kuzaliwa. Mungu God, aruhusu baraka He doesn't allow zikufuate blessings. we kwa jina la Yesu. May God allow the blessing to Nasema follow Mungu you. aruhusu baraka zikuelekewe May kwa God jina allow la the Yesu. blessings to follow you. Baraka nzuri ambazo Mungu aliziandaa kwa ajili Good yako, blessings that God has for you. Mungu azielekeze kwenye maisha yako kwa May God jina la direct Yesu. it in your life in Jesus' Nasema name. Mungu azielekeze kwenye maisha May yako God kwa jina la direct it Yesu. in Jesus' name. Mungu azielekeze kwenye baraka May zako God kwa jina la direct your Yesu. blessings in Jesus' name. Jipigie makofi mazuri na Clap vigelegele. hands for Jesus. Kuna mambo ukiyajua There are things that when you know, ndipo Mungu anapotenda, that's when God works. na usipojua And if you don't know, ni ngumu sana it's kufanikiwa, hard for you to succeed. ni ngumu sana It's kuongezeka, hard for you to increase. na ni ngumu sana kuinuliwa. And it's hard for you to be exalted. Kuna falme za aina mbili. There are two kingdoms. Falme ya Mungu imekubali kukubariki, God's kingdom is as lakini the Lord inaweza to bless ikawepo you. falme inayopinga And usibarikiwe. there is a kingdom that is defending from being Katika blessed. Biblia In the Bible, imeandika kwa habari ya upepo wa kisulisuli. it has written about the wind. Kuna watu kila kitu kinachokuja kwenye maisha yao There are those people, everything that comes in their life, kinapeperushiwa mbali. it's taken away by the whirlwind. Mungu akana niambia mwezi wa 10 God was saying in the 10th month,
kila upepo ambao umeruhusiwa kwenye maisha yako Every wind that is allowed in your life kukuondolea baraka, to remove your blessings, huo upepo Mungu anaenda kunyamazisha kimya kwa jina la that Yesu. will Amen. quick quiet in Nasema Jesus' huo name. upepo Mungu anaenda kunyamazisha kimya kwa jina la That Yesu. will keep Amen. quiet in Jesus' Kila name. upepo uliofagia taarifa nzuri kwenye maisha yako, Everyone that served huo you upepo hautasimama mbele yako tena kwa will stand jina la again Yesu. in Jesus' Amen. name. Hautasimama kwenye maisha yako tena kwa jina la Stand Yesu. again in Amen. Jesus' Kila name. upepo uliofagia baraka zako, Everyone that served ulioondoa your blessings, watu wazuri kwenye maisha that yako, removed your good people huo from upepo your life, tunaunyamazisha kimya kwa that jina la will Yesu. keep quiet Amen. in Na kama Jesus' uko mahali hapa, jipigie name. makofi And if you mazuri na are here, clap vigeregere. hands for Jesus. Ongeza makofi mazuri na vigeregere. Clap good hands. Majaribu yoyote yaliyowahi kukuumiza kwenye maisha yako, Every suffering that made you mwezi wa suffer, 10 ni mwisho, yataenda kunyamaza kimya kwa this jina la month Yesu. is the Amen. end of it. Nasema yataenda kunyamaza kimya kwa Keep jina la quiet Yesu. in Jesus' Amen. name. Kwenye Biblia kitabu cha Mwanzo 8:5 In Genesis 8:5, tunamalizia, tuna mambo we mengi, are just ending up. ila Mungu anafanya kupitia neno lake. But God is going to do according to His word. Mwanzo 8:5. Genesis 8:5. Hebu tusomee kwa haraka haraka hapo, mtumishi wa Mungu, tumalize mapema leo. Amen. Anasemaje Mwanzo 8:5? Maji yakapunguka Maji yakapunguka punguka Aha. hata mwezi wa 10. hata mwezi wa 10. Mwezi huo wa 10, Aha. siku ya kwanza ya mwezi, Ndiyo, vile vile Aha. vya milima vikaonekana vilele vya mlima vikaonekana. vikaonekana. Mwezi wa 10 ni mwezi wa utukufu. Maandiko yanasema ikiwa mwezi wa 10, maandiko yanasema maji yakapunguka punguka. Kumbe kuna uwezekano wa matatizo kwenye maisha yako yakaisha siku ya leo, yakaisha mwezi wa 10. Ulikuwa unapita kwenye huzuni na machozi, Mungu anaweza kuyakausha machozi yako, akakurudishia furaha, akakurudishia amani, akakurudishia kicheko. Na mimi maombi yangu mwezi wa 10, matatizo yakaisha kwenye maisha yako, yakaisha kwenye ndoa, yakaisha kwenye mahusiano, yakaisha kwenye biashara, yakaisha kwenye kazi, yakaisha kwenye kampuni, yakaisha kwa jina la Yesu. It end in Jesus' name. Maandiko yanasema maji yakapunguka The punguka. Bible says the water abated. Anasema na vilele vya kilima And the mountains vikaonekana. were seen. Maandiko yanapoongelea kilele cha milima, When the Bible talks about the mountains, inaongelea utukufu. it speaks about the glory. Kuna aina za vitu There are certain things huwezi kuviona mpaka uingie mwezi wa you 10. cannot see until you are in the 10th month. Kuna aina ya mafanikio There's some kind of success hauwezi kuiona mpaka uingie mwezi you wa 10. cannot see until you get in the month of Maandiko yanasema October. ikiwa mwezi wa When 10 it's in the 10th month, maji yakapunguka the punguka. water abated slowly. Mwezi wa 10 ni mwezi wa utukufu mpya, The 10th month is the ni new mwezi glory. wa kutawala tena, It's the month of victory. ni mwezi wa kumiliki It's the tena, month of ni mwezi wa taking your kupokea property. tena, It's the month of ni mwezi wa receiving. kusimama It's the month tena, of standing ni mwezi wa again. kuinuliwa It's the tena, month of Amen. being ni mwezi wa exalted kukumbukwa again. It's the tena, month of Amen. ni mwezi wa remembrance. kutawala tena, Amen. ni mwezi wa kufanikiwa tena. Amen. Na mimi ninakuombea Mungu akakupa kutawala tena kwa jina la Yesu, akakurudishia kumiliki tena kwa jina la Yesu, Amen. akakurudishia kukubalika tena kwa jina la Yesu, Amen. akakurudishia kupendwa tena kwa jina la Yesu. Amen. Pokea kibali tena mwezi wa 10, Napokea pokea furaha tena mwezi wa 10, pokea amani tena mwezi wa 10, pokea uzao tena mwezi wa 10, pokea kufanikiwa tena mwezi wa 10, pokea baraka mwezi wa 10. Wamama mpate kibali kwa jina la Yesu, wababa mpokee kibali tena kwa jina la Yesu, Amen. wakaka mpokee kibali tena kwa jina la Yesu. Mwezi wa 10 Mungu akupatie kazi. Mwezi wa 10 Mungu ainue kampuni yako. Amen. Mwezi wa 10 Mungu arudishe jina lako. Amen. Mwezi wa 10 Mungu afufue jina lako. Amen. Mwezi wa 10 Mungu ainue hatua zako. Mwezi wa 10 Mungu akupe kumiliki kazi, akupe kumiliki ajira, akupe kumiliki kazi, akupeleke mahali pazuri. Mwezi wa 10 Mungu apeleke mataifa ya nje. Mwezi wa 10 Mungu awainue mpaka mshangae. Amen. Mwezi wa 10 Mungu akupe kumiliki tena kwa jina la Yesu. Amen. Jipigie makofi mazuri na vigeregere. Maandiko yanasema na vilele vya kilima vikaonekana. And the Bible says the mountain peaks were seen. Kuna mambo mazuri utayaona mwezi wa 10, utabaki unashangaa. Waliokucheka watabaki wanashangaa mwezi wa 10. Imekuwaje huyu tuliyemzika kaburini? Mbona amechomoka na gari, amefufuka na nyumba, amefufuka na kiwanja? Na mimi ninakuombea mwezi wa 10 yaliyokufa yafufuke yote kwa jina la Yesu. Wale wanafunzi waliouawa wataenda kufufuka wote kwa jina la Yesu. Ile shule iliyofungwa itaachiliwa kwa jina la Yesu.
akili za watoto wako zilizofungwa mwezi wa 10 Mungu atazifungua. Hilo jina la biashara litafuka mwezi wa 10. Hatima yako itaachiliwa mwezi wa 10. Jina lako litaachiliwa mwezi wa 10. Ile siku ya kuzaliwa imeshaachiliwa mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Akili za watoto wako zimeshaachiliwa mwezi wa 10 kwa jina la Yesu. Inuka utangaze kwa jina la Yesu. Inuka utangaze tena 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 kwa jina la Yesu. Makofi na vigeregere. Haleluya. Amen. Anasema na vilele vya milima vikaanza And kuonekana. the peaks of the mountains were seen. Na yaona matokeo yako mazuri yanaenda kuonekana kwa jina la Yesu. Na iona nyota yako inaanza kung'aa tena kwa jina la Yesu. Na iona jina lako linaanza kung'aa tena kwa jina la Yesu. Naona watoto wako wanaenda kung'aa kwa jina la Yesu. Wamesoma walikuwa wana kazi watapata kazi. Naona ndugu zako wanainuliwa tena kwa jina la Yesu. Mmesoma kwenye familia hamna kazi. Mungu anawapa cha kufanya kwa jina la Yesu. Mungu anafungua mlango mwezi wa 10. Mungu anafungua kubiriki tena mwezi wa 10. Mungu anakumbuka uzao wako mwezi wa 10. Mungu anakumbuka uzao wako mwezi wa 10. Yule Mungu aliyemkumbuka Nuhu akakukumbuka nawe kwa jina la Yesu. Akakutoa kwenye safina ya matatizo, akakutoa kwenye gereza la kuzimu, akakutoa kwenye hilo kaburi la ukoo, akakutoa kwenye ardhi ya kijijini. Mwezi wa 10 Mungu akukumbuke kwa jina la Yesu. Wa mama Mungu awakumbuke kwa jina la Yesu. Wa baba Mungu awakumbuke kwa jina la Yesu. Vijana Mungu awakumbuke kwa jina la Yesu. Luka juu sema Jesus. Jesus. Hallelujah. Amen. Mungu God, alimkumbuka Nuhu. he remembered Noah. Akafungua dirisha. He opened the window. Akamwambia sasa yatosha. He said it's Kukaa enough kwenye giza ndani. to be in the darkness Kukaa kwenye again. gereza To be ndani. in the Kukaa jail. kwenye kifungo To be ndani. in this jail. Maandiko yanasema alipomtuma njiwa And we sent akarudi na jani la Came back with mzaituni. the Akasema Bwana ameshatenda neno And said, jipya. God has Na done mimi something ninakuombea Mungu agize malaika pray to God walete so that utukufu he wa can kazi bring yako, back walete utukufu wa jina lako, glory of walete glory. utukufu wa neema The yako, glory of walete your utukufu wa baraka zako, glory of your walete wanafunzi mamilioni, shule ifurike, bweni lifurike, maisha yafurike, kampuni ifurike kwa jina la Yesu Kristo. Akaunti yako ilikuwa haina fedha, itaanza kuingiziwa fedha. Ulikuwa una kazi, utaitiwa kazi. Ulikuwa hujapata ajira, utaitiwa ajira. Ulikuwa una maisha, utaanza kuyapata maisha. Ulikuwa una kibali, utapata kibali. Ulikuwa una neema machoni pa watu, utaiona neema tena kwa jina la Yesu. Malaika waagizwe mwezi wa 10 waje na muujiza mikononi mwao, waje na baraka kwa ajili yako, waje na majibu kwa ajili yako, waje na ndoto kwa ajili yako, na waje na kibali kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mazuri na vigeregere. Oh, clap hands for Jesus. Thank you, Lord. We receive it. We receive it in Jesus' name. Anasema mwezi wa 10 maji yakapunguka He punguka. said in the 10th month, the water started to abate slowly, Maandiko slowly. yanasema Nuhu alipomtuma njiwa, When Noah sent kama that, njiwa nyayo zake ziweza kutua kwenye ardhi, if that bird went zikarudi in na the- jani la and it mzaituni, came with a green ina leaf, maana ni mwezi wa kumiliki tena kwa the jina la Yesu. month of- Na mimi nakuombea mwezi wa 10 Mungu akushangaze, May God surprise you in Mungu this month. akuinue, May God lift Mungu you this akufanikishe, month. May God succeed Mungu you this akutengeneze, God make Mungu akurudishe kwenye May God nafasi, give us your Mungu position. akuze jina May lako, God Mungu give us apanue your uzi name. yako, May God Mungu akupeleke kwenye kumiliki. take you to your way. Mungu alitambulishe jina lako May tena kwa God jina la Yesu. acknowledge your name in Nasema Jesus' Mungu name. alitambulishe jina lako May kwa God jina la Yesu. acknowledge your name in Mungu Jesus' name. akutambulishe tena mwezi huu kwa May jina God la Yesu. acknowledge you in Jesus' Mungu name. akutambulishe mwezi huu tena May kwa God jina la Yesu. acknowledge you in Mungu Jesus' akutambulishe tena mwezi huu kwa May jina God la Yesu. acknowledge you Amen. in Jesus' name. Mama mmoja anaitwa Domi There is one woman called Dawn. alinyang'anywa nyumba tangu 2003, A house was taken since 20. lakini nilimwambia kama mwezi wa 10 itafika tarehe 5 And he hajarudishiwa, said, before the 5th month, nitamuuliza Mungu naye mtumikia kuna I'll shida. ask God why he has not given you Ananiambia back. wiki amekabidhiwa nyumba yake. Hebu And mama this sogea hapo month I was madhabahuni. given back my house. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anajibu kwa wakati Bwana. Amejibu haja ya moyo, jamani, Yesu amefanya, amejibu maombi, amejibu kwa wakati, Amejibu kwa wakati Bwana. lelelele, Amefanya haja ya moyo. jamani, Yesu, Jamani Yesu. Yesu amefanya. Makofi na vigeregere. Haleluya. Ndiyo, unaitwa nani dada yetu kutoka wapi? Naitwa Dominika. Dominika kutoka wapi?
toka Buswero. Okay, sawa. Mungu amekufanyia miujiza mingi hapa madhabahuni. Muujiza wa wiki hii tu tunauhitaji. Mungu amekufanyia nini? Yaani miujiza ya wiki. Ndio. Kuna nyumba ambayo kipindi naolewa Mwanza. Ndio. Nyumba ilinunuliwa tangia 2003. Aha. Sasa 2003 akawa sasa mume wangu akaniambiaje, natakiwa tuhamie unani mwezi wa 6 ambayo ni 2003. Ndio. Akabadilika tena akasemaje, hamna tena tukafungue biashara Buswero. Akasema mkafungue biashara Buswero, mkaiacha hiyo nyumba. Tukaiacha. Hiyo nyumba akawemo nani huyo? Akaweka mama mmoja. Ndio. Ambaye alisema kwamba hana makao yoyote. Akasemaje, nipe nijihifadhi muda wa kama miezi 3 nitafute sehemu ya kuishi. Ndio. Yule mama akawa ameishi huko mpaka wa leo. Mpaka wa leo akaroga mpaka watu wakarogeka. Hakuna kukumbuka nyumba yako wala kukanyaga pale. Amina. Lakini baada ya maombi yule mama akawa juzi akapiga simu mwenyewe kwenye hii wiki ambayo ilikuwa Jumatatu, akampigia mzee simu kamwambiaje, ndio nataka uje uchukue nyumba yako kabisa tuondoke. Mzee akamwambia shida ni nini? Akasema wananzengo wamenifukuza. Wananzengo wamefanyaje? Wamenifukuza. Sasa akamwambia shida nini? Akamwambia kwamba wamesema kwamba ni hame hivi eneo, nisipohama tu watanichoma kwenye hii nyumba au tunataka mwenye hii nyumba atupe namba ya simu aseme kwamba shida kwa nini unaishi kwenye hii nyumba. Hata mzee akamwambia kama ndio hivyo ndio basi ngoja niongee na na mke wangu aje umkabisi. Sasa kama amenitumia SMS akaniambia kimbia mara moja kangae kachukua ufunguo ufunga ile nyumba, wale watu wameshafukuzwa. Wameshafukuzwa, walikuwa wamewafunga. Umeelewa hiyo kitu Unaweza kumkaribisha mtu vizuri akakufanyia kufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mama alikuwa anatamba anasema kwenye nyumba sitoki ni ya kwangu tangu 2003. Lakini Mungu maandiko anasema Bwana atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Ninakuombea mwezi wa 10 Mungu akuinulie watu watakao kuwa msaada kwenye maisha yako, watakao kuondolea vikwazo kwenye maisha yako, watakao kuondolea matatizo kwenye maisha yako. Mungu aliyempigania huyu mama akarudishiwa nyumba yake. Huyo Mungu akupiganie na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akukumbuke na wewe kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema Bwana atakupigania na wewe utanyamaza. God will fight for you and you'll be still. Alifikia hatua akanyosha mikono. She had already surrendered. Lakini Mungu ameinua nzengwe. But God imemuondoa mtu kwa nguvu. Ukichelewa tunakuchoma kwenye hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana maombi yana kazi nyingi. Maombi yana kazi nyingi sana. Unaomba Mungu anatengeneza njia. Maandiko yanasema Bwana anatengeneza njia kwa ajili yako. Mungu anamwambia Musa, au nao waona leo utawaona? Utawaona? Hicho kitu kikumbuke tena hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna aina ya matatizo si kwamba Mungu hajawahi kusikia maombi yako, bali Mungu ameshayajibu, anayaleta yanakuja kwa ajili yako. Sema amina. Na mimi ninakuombea Mungu atengeneze njia mpya kwa ajili ya furaha yako kwa jina la Yesu, kwa ajili ya afya yako kwa jina la Yesu, kwa ajili ya amani yako kwa jina la Yesu, kwa ajili ya kicheko chako kwa jina la Yesu, kwa ajili ya utukufu wako kwa jina la Yesu. Walioua utukufu wako, wakachafua jina lako, wakakupaka mavi, wakasema utakuwa unatoka harufu. Nataka nikwambie Mungu atakutakasa tena. Mungu atakuosha tena. Mungu atakusaminisha tena. Pokea samani yako tena kwa jina la Yesu. Pokea samani yako tena kwa jina la Yesu. Unamwambia nini Mungu wa hii madhabahu? Maana amekufanyia vitu vikubwa. Yaani pamoja na hivyo ametendea mambo makubwa sana. Kuna maeneo yalikuwa ni karibia ni 3, akanipa eneo nyingine lipo na lilikuwa tena nimenunuliwa 2005. Ilikuwa nimenunuliwa tena maeneo ya Nyamadoke, senta ya Nyamadoke tu. Ndio. Tena yeye akaniambia tena, ndio. Fanya mpango wote. Ndio. Uende ukafungulie biashara pale eneo la Nyamadoke. Istoshe tena kuna eneo lingine lipo maeneo ya Kayenze ndogo kule. Ndio. Akaniambia tena nenda ile eneo ufanye marekebisho, peleke tofali, uanze ujenzi. Kwa Mungu anakujibu dabo mwenzetu. Ndani ya wiki moja akakabidhiwa viwanja 3. Sema amina. Na wewe Mungu akupe kumiliki tena kwa jina la Yesu. Akupe kukumbukwa tena kwa jina la Yesu. Ndio hicho nakuta hata mwanaume ana account na fedha, alafu mwanamke ajui. Siku imetokea bahati mbaya ametoka duniani mke au mume, tayari ile fedha inaishia benki. Maana mama ajui au baba alikuwa ajui. Baba ni tajiri. Vitu vilikuwa vimetekwa vyote. Wanasema akitekwa baba, wametekwa na watoto. Ndio hicho kwa kinamhusu mama. Angalia ni mchawi wamemwingiza tangu 2003, kafunga kila kitu. Mwanaume hataki kusikia habari za huyo mama. Lakini baada ya maombi
ana kijiwe cha matofali Busweli. Kuna wakati mpaka watu wanachukua wanalipia tofali ambazo anafiatua mbichi. Waga ushangagi watu wanalipia mpaka tofali mbichi. Kweli baba, nashangaa kwa kweli, kwa sababu mwanzoni kabisa yani mtu anapita vijiwe vingine vyote analipia unazofiatua wewe. Anasema nitasubiri, tunavumilia wiki. Hela ametoa. Huyo ndo Mungu wa hii madhabahu. Na mimi nakuombea Mungu akutendee kwa jina la Yesu. Amen. Nasema huyu Mungu akutendee na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akupe alama ya upendeleo kwa jina la Yesu. Mungu akupe nyota ya upendeleo kwa jina la Yesu. Mungu akumbuke njia zako tena kwa jina la Yesu. Yaliyofungwa yafunguke mwezi wa 10 yote. Yaliyoshikiliwa yaashiriwe mwezi wa 10 yote. Yaliyokuwa yamechelewa yawaishwe mwezi wa 10 yote. Yaliyokuwa yameshikiliwa yaachiliwe mwezi wa 10 yote kwa jina la Yesu. Pokea kibali tena kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. God bless you. Unamwambia nini Mungu? Utamwacha au? Sitamwacha. Utamwacha mpaka Yesu anarudi. Mpaka Yesu arudi. Okay, tumpigie makofi na vigeregere. Haleluya, makofi yatoshi, ongeza makofi mazuri. Mungu mpaka kaondoa mchawi kwenye nyumba yake tangu 2003. Aliomba vikashindikana, akasalenda, nyumba chukua tuma. Mungu akasema subiri kuinulie jeshi la mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitamngoa afu tarudishiwa kila kitu, sema amina. Amina. Naomba Mungu akuinulie jeshi la Bwana. Ile jeshi ambalo liwapiganie wakina Musa, ile jeshi likupiganie na wewe kwa jina la Yesu. Likupiganie na wewe kwa jina la Yesu. Ukaanze kuona utukufu wako mbele yako kwa jina la Yesu. Ukaanze kuviona vilele vya baraka zako kwa jina la Yesu. Ukifuga mifugo ikuletee faida kwa jina la Yesu. Ukifungua biashara ikuletee faida kwa jina la Yesu. Ukizaa watoto akuletee faida kwa jina la Yesu. Ukisoma elimu ikupe faida kwa jina la Yesu. Kila utakapokanyaga upate faida tena kwa jina la Yesu. Jipigie makofi mazuri na vigeregere. Shike mkono jirani yako, mwambie wewe sio yule. Mwambie wewe sio yule. Wewe ni huyu sasa. Wewe ni huyu sasa wa mwezi wa 10 unayeelekea kwenye baraka zako. Muulize unasemaje sasa hapo mwenzako. Anasemaje? Ndo yeye? Ndo yeye wa mwezi wa 10 ndo yeye mtu mpya Haya makofi yatoshi, ongeza makofi kwa ajili yake. Those claps are not enough. Unapopiga makofi Mungu anamuinua tena.